Karibu mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji katika mwendelezo wa masomo yetu ya asubuhi. Na leo ni tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025. Somo letu lina kichwa kinachosema ukweli katika Kristo hauna kikomo. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kama mimi. Yohana 6 fungu la 57. Tuombe. Asante Mungu, umetulinda tena, umetutunza na unaendelea kutufundisha kupitia maandiko yako matakatifu. Endelea kutufundisha, ukae pamoja nasi, ndilo ombi letu. Ni kwa Yesu tunaomba kushukuru. Amina. Ukweli katika Kristo na kupitia kwa Kristo hauna kikomo. Mwanafunzi wa maandiko huonekana kama anayechungulia katika bubujiko lenye kuongezeka kina na upana anapoangalia ndani yake. Hatuwezi katika maisha haya kuelewa siri kuu ya upendo wa Mungu katika kumtoa mwanawe kuwa fidia kwa dhambi zetu. Kazi ya mkombozi wetu katika dunia hii itaendelea kuwa somo ambalo litapanua mawazo yetu kwa kiwango cha juu zaidi. Binadamu anaweza kujikaza kwa uwezo wake wote wa mafikara ili kuelewa undani wa siri hii, lakini mawazo yake yatachoka na kushindwa. Tafutaji wa dhati ataona mbele yake upana kama wa bahari isiyo na ufunuo wala kikomo. Ukweli kama ulivyo kwa Yesu unaweza ukapatikana kwa kila mtu, lakini hauwezi kuelezeka. Upana wake na urefu wake unazidi uwezo wa maarifa yetu. Tunaweza kushughulisha mawazo yetu ya juu mno, na ndipo tutaona juu juu tu mipango ya upendo usioweza kuelezeka, ulioinuka kama mbingu, lakini ukainama hata duniani kuweka sura ya Mungu kwa wanadamu wote. Hata hivyo, inawezekana kwetu kuona yote tunayoweza kushiriki katika rehema za Mungu. Hizi hufunuliwa kwa mtu mnyenyekevu na mwenye toba. Tutaelewa rehema za Mungu kufuatana na jinsi tunavyoikubali kafara yake kwa ajili yetu. Tunapochunguza neno la Mungu katika ukunjufu wa moyo, mpango mkuu wa ukombozi utafunuliwa katika uchaguzi wetu. Utakuwa unaongezeka nuru kadri tunavyozidi kuangalia na tunavyozidi kutaka kuelewa zaidi. Urefu wake na kina chake vitazidi kuongezeka. Maisha yetu hayana budi kufungwa pamoja na maisha ya Kristo. Yatupasa kila mara tupate nguvu kutoka kwake, tukimtumia aliye mkate ule ulioshuka kutoka mbinguni, tukipata maji kutoka chemchemi ambayo siku zote ni safi na ambayo wakati wote inatoa wingi wa hazina zake. Iwapo tutamweka Bwana mbele zetu daima, tukiruhusu mioyo yetu itangaze shukrani na kumsifu, tutakuwa na upya unaoendelea katika maisha yetu ya kiroho. Sala zetu zitageuka na kuwa mazungumzo na Mungu kama tufanyavyo kwa marafiki. Atazungumza nasi siri zake. Mara kwa mara tutajiliwa na furaha na kuelewa kuwa tuko pamoja na Yesu. Mara kwa mara mioyo yetu itawaka ndani yetu anapotukaribia ili kuwasiliana nasi kama alivyofanya kwa Henoko. Ukweli huu unapotimizwa ndani ya Kristo huonekana katika maisha yake hali ya utulivu, unyenyekevu, upole na kujidhili moyo, ambavyo vinadhihirisha kwa wote wanaoshiriki naye kuwa amekuwa na Yesu na amejifunza habari zake. Wote walio na dini ya Kristo itadhihirisha kama kanuni inayotia uwezo, iliyo na msimamo, nguvu hai, ifanyayo kazi na ya kiroho. Kutakuwepo maonyesho ya wazi na upya, uwezo, furaha na ujana wa kudumu. Mungu awabariki.